Masala kadha yanaibuka hapa. Jambo la kwanza, is the government working in unison ama serikali kila mtu anafanya mambo yake? Waziri anasema hii, rais anasema hii. Tutaka kushtumu vikali kwamba serikali inacheza na maisha ya Wakenya. Huu ni msimu wa kupanda. Utakubali haje mbolea kwa wananchi? Mimi na represent rural constituency ambayo sisi kwetu hapa kilimo ndio kila kitu, mbele na nyuma, hatuna biashara nyingine. Huu ni msimu wa kupanda. Sisi tunataka tukue food secure as a country, lakini serikali ambayo inatakana kuwa inasaidia wananchi kuhakikisha kwamba tuko na chakula cha kutosha, ndiyo serikali ambayo inapatia watu mbolea gushi. Tuko na vitengo mingi sana vya security, tuko na NIS, tuko na DCI, na leo hii hakuna mtu mmoja ambaye ameshikwa kuhusiana na mbolea. Ninyi mmeona mbolea ikipeanwa mawe. Wewe umeenda National Cereals Board, umenunua mbolea na ni mawe. National Cereals Board ni agency ya serikali. Mnataka Wakenya wafanye nini? Na ndio mimi nataka kuambia Rais Ruto kama ako serious, anataka Wakenya wamchukue serious, Mithika Linturi should have gone home like yesterday. Tunataka waziri wa kilimo ajiuzulu, because he's been an embarrassment to this nation. Kila wakati unaona Mithika Linturi, unaona scandals. Ukiona Mithika Linturi ni scandal, ukiona yeye ni scandal. Hatujasahau hivi tu juzi tulikuwa na sukari ambayo ilikuja, sukari ambayo sio sawa, kupitia wizara yake, na ni yeye ndio anapatia cartels hizo licenses kuleta sukari. Wakatuambia Wakenya wameconsume sukari mbaya. Mheshimiwa Rais, unangoja catastrophe gani ingine Kenya ifanyike ndio ujue Mithika Linturi is not a competent minister? We urge the president not to joke with the lives of Kenyans, because where we are headed for a catastrophe. Na itakuwa mbaya sana Mheshimiwa Rais kama waziri wako amezembea kwa kazi, sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, na wewe amfuti kazi. Ile kitu mnataka ni tax. Sasa mnataka kutax farm produce. Mtatax aje farm produce na hakuna mbolea, watu hawatakuza mazao. We will not have farm produce. Hatutakuwa na mazao, hatutakuwa na mavuno. Mheshimiwa Rais, unataka watu wafanye namna gani? You are endangering a whole generation. Wewe wakati unapeana mbolea ambayo ni gushi, inatoa chakula watu wanakula, hiyo chakula are you sure it is safe? A whole generation you want us to perish just because a few people want to make some coins. Watu wanataka kuunda pesa na serikali ambayo inatakana kuwa inasaidia wananchi kuhakikisha kwamba tuko na chakula cha kutosha, ndiyo serikali ambayo inapatia watu mbolea gushi. Tuko na vitengo mingi sana vya security, tuko na NIS, tuko na DCI, na leo hii hakuna mtu mmoja ambaye ameshikwa kuhusiana na mbolea. Ninyi mmeona mbolea ikipeanwa mawe. Wewe umeenda National Cereals Board, umenunua mbolea na ni mawe. National Cereals Board ni agency ya serikali. Mnataka Wakenya wafanye nini? Na ndio mimi nataka kuambia Rais Ruto kama ako serious, anataka Wakenya wamchukue serious, Mithika Linturi should have gone home like yesterday. Tunataka waziri wa kilimo ajiuzulu, because he's been an embarrassment to this nation. Kila wakati unaona Mithika Linturi, unaona scandals. Ukiona Mithika Linturi ni scandal, ukiona yeye ni scandal. Hatujasahau hivi tu juzi tulikuwa na sukari ambayo ilikuja, sukari ambayo sio sawa, kupitia wizara yake, na ni yeye ndio anapatia cartels. Msipochunga, education system ya nchi hii inaangamia. Iko mnyama anaitwa CBC akisimamiwa na headmaster anaitwa Machogo. CBC, serikali haijui CBC ni nini, mzazi hajui CBC ni nini, mwalimu hajui CBC ni nini. Je, mwanafunzi ataelewa CBC? Watu wa Narok, mwanafunzi ataelewa? Walimu wako hapa,
Nimeona walimu hapa, ni walimu mpo? Wewe mzazi umepelekea mwalimu wanafunzi. Shule inatakana ipatiwe pesa ya capitation. Mwaka unaisha, Machogu hajarelease pesa ya capitation, sisi bunge tumepitisha. Shule hazina pesa. Kila Machogu anaposimama anasema ndatuma kesho, nilituma jana, ndatuma Mtondo, nilituma Mtondo Group. Imekuwa story baada ya story baada ya story. Mheshimiwa Ruto, tunakuomba rais, Machogu ameshindwa na kazi. Mheshimiwa Machogu afanye nini? Narok, Machogu afanye nini? Mheshimiwa Gavana, sio mimi nimesema, na wewe najua wewe ni rafiki ya rais. Ukienda umwambie education sector ya Jamhuri ya Kenya inaangamia. Wamasai na Waluya tuko na historia. Mimi ni kijana ya baba Raila Amolo Odinga. Nataka salamu ya baba, wananare salamu ya baba. Baba na unaona hapa, naona iko moto hapa. Kwanza nimshukuru sisi tukiwa hapa, nikimalizia mwisho kabisa maneno ya Raila Amolo Odinga, sisi baba anatosha kuwa international citizen. Yes. Sio ati ni favor, mtu atufanyii favor, si ndio? Baba amefanyia Wakenya kazi, kweli si kweli? Wakati watu walipigia serikali ikianza kuwanyanyasa, sema bottom up. Sijui sasa huko ni bottom up ama ni bottom down. Wakati serikali inaanza kufinya watu, wanaangalia nani awasaidie. Sisi tunamwombea Raila Odinga heri njema, aenda akuwe chairman wa AU, na tunamshukuru Mheshimiwa Ruto kusupport baba yetu. Na hiyo haimaanishi ati sasa sisi tumenyamaza. Sisi tutaendelea kutetea wananchi, tutaendelea kuwa sauti ya mwananchi, tukiwa na azimio 2027 tutarudi tupangane. Asante. Ni kamati ya watchdog. Sisi ndio umbwa kali kuangalia serikali pahali ambapo inakosea. Sasa mimi niko na wabunge wale wa Azimio na niko na wabunge wa Kenya Kwanza kwa hiyo kamati, lakini kamati yetu ni watchdog. Sisi ni kuambia serikali mahali inakosea, kusema kwamba serikali inakosa. Kwanza maneno ya mbolea, sisi tunaomba Rais Ruto afute kazi Mheshimiwa Mithika Linturi, amfute kazi, na asipomfuta sisi tunaenda kumfanyia kazi yake kwa rais kule bunge. Haiwezi ikawa wewe mwananchi, ile institution unaamini peke yake ni National Cereals and Produce Board, shirika la serikali. Wewe wakati unataka kununua kitu ile iko genuine, unaenda kwa serikali. Mwananchi unatoka, unaenda unapanga laini, unanunua mbolea, kwenda nyumbani ni mawe. Waziri bado anaota ndoto, anasema hiyo si kweli. Sijui kama ingekuwa Mheshimiwa Ruto ako serious na maneno ya ufisadi, Mithika Linturi angelikuwa nyumbani jana. Na sio tu kwenda nyumbani, aende nyumbani na aende jela kucheza na maneno na maisha ya wananchi. Mr. President, we want to take you serious. We want to support you. But you must demonstrate kwamba uko tayari kufanyia kazi